Aliniambia, "Hey Faye, bado mna date na Dennis?" Bado mna date na Dennis? Si Dennis ni chali yangu. Okay, akaniambia ukabehave tu. Mimi nikamwambia akaniambia pia mimi ni dem yake. Na by then nampenda Dennis. So, huyu akapiga akaongea kwa hiyo call akasema by the I love Maureen and quit. Mimi akanipigia akaniambia hivi. Ai, wakati nilimapproach mtoto akalegea. Mtoto akalegea. Nikasema basi. Nikaanza tu kumbebea mfuko tukitoka shule. Sasa akanipatia namba siku hiyo, basi jioni alikuwa ananiita babe. He was your first love, right? Yes. And he still is. Yes. Hakuna mtu mwingine ashajaribu. Ngoja, hawezi kuwa mimi ndio. Amesema sababu mimi aliniambia different story. Alikuwa nani mwingine alikuwa hapo kwa hiyo line? Iko vijana pale alikuwa anaita Daji. Nani? Dennis alikuwa amekaa alafu Odem alikuwa amemshika. Kwa hivyo. Unajua niliangalia hiyo video mara ngapi? Mara 10. Scroll nasema usi Dennis. Nikampigia hiyo time. Nikamwambia who is Maureen? Akaniambia Maureen, nikamwambia sema who is Maureen? Akaniambia Maureen is my friend. Your friend? Mimi nikamwambia nimekupea last. Ujue wale nilikuwa napenda Dennis. Hata singeachilia yeye. Ulikuwa unampenda na sasa bado unampenda? Na bado sasa nampenda. Hata yeye amewahi fanya hivyo. Ndio nimefanya. Wow. Ukweli? Hebu sema. Nashtuka. So kulikuwa na kijana ambaye ni neighbors kwao. So walikuwa wanaongea sana, roll sana. So nikakuja kujua washaikuwa na affair. Sababu kuna siku tulikosana na huyo kijana akaniambia hakuna kitu sijui kuhusu demu yako. Nikimwambia kuja kunitembelea anasema si leo. Si leo? Na kwa kumaanisha anaenda kuona nani mwingine kama si. Changanyiko kabisa sababu nilikuwa naona wasichana wote wawili ni warembo sana. Oh my God. So nilikuwa nataka wote. Nielezea akilia huyu. Akilia? Usiniache. Mimi unakataa. Ladies and gentlemen, welcome back to Love is a Beautiful Thing with me, your lovely host Millicent Alivita. Na kama kawa, we talk about everything matters love. Kuanzia kwa kukatiana, dating, courtship, all the way mpaka kwa marriage. And some stories, guys, we need to just sit down, relax and listen and learn. We listen, we judge and we continue. Hapa tunataka kuongelelea story moja interesting kabisa. Guys, I tell you I love love and I always want to listen to stories that inspire us and show us that love can work despite everything. Kama uko hapa mgeni, make sure you like, comment, subscribe and share. As a returning subscriber, asante sana. We just love the way you love us. Karibuni sana to the show of today. And now to the guest of the day. Welcome. Thank you so much, guys, for showing up. Man, like you're the best, yani. Anyway, I want you to look at that camera. Tell us your name and why you decided that your story should go public. Okay, my name is Faith Mayu. I'm a student at Kabete pursuing a course in Science Laboratory Technician Diploma. Hey, I'm a second year. Hey, second year. Wait, you have a long way to go, but you still go there. Yeah. Anyway, and you look so pretty, so amazing, so composed. Hi, my name is... Anyway, you look so beautiful. Your dental formula is like top notch. You look up so beautiful. And you, man of the house? Naitwa Dennis Sane. And I said that I decided that my love story should be public because I saw the producer of this production is my good friend, Dominic Ogola. Yeah. And so I saw him covering feature stories. Yes. And feature stories are very educative. You know some of them being done by Abel Mutua. But when I saw this one, I saw it as a different one. Yeah. So when he shared his love story at first, when I saw it, yes. I was very interested. I will not explain about it. Yeah. So I said,
I will also support Yeah. the work of my friend, because if we could not have come, where would you have got some content Ni wewe tu to hapo na post kwa YouTube, amungepata. Hatungepata ni. Sasa hiyo ndio ilisababisha nikaamua. Yes. Anyway, now on to the story of the day. Okay, so you guys are a couple. How many years have you dated now? 5 years. 5. Yes. 5, and you're second year. Yes. Okay, when did you guys meet? From when I was at Form 3. Form 3. Yes. Sayo, Dennis, underage stories. Sindio? No, Nini li happen it's from not 3? underage. You know, but I don't know how old she was. 17. Yes. Ulikuwa 17? Yes. Okay, me, I was an old man. I was already past 18 years. Okay. So we met, tulipatana tuition. Ulikuwa wakati wa corona. 2021 March. So alikuwa naona nikifanya hesabu pale mbele, unajua mimi ni chepe. Oh, wewe ndio ulikuwa unafundishana? Wewe ni chepe. Oh. Yaani chepe ni mtu ambaye niko tu sawa. Okay, So nilikuwa bwana chepe. naonyesha watu hesabu, akiangalia pale my speech nikiongea mbele ya watu ile confidence. So wakati nilimapproach, mtoto akalegea. Nikasema bas, na wewe. Hakukataa? Sasa unajua Bwana chepe. What happened at first wakati ya kwanza kazini yake ndio tulikutana na yeye kwa class. Yeye hakuwa amekuja hiyo tuition. Mimi huyo kazini yake alikuwa form 2. Yes. Form 2, sisi tulikuwa form 3, lakini huyo hata hakuwa amekuja. So nikamwona pia yule alikuwa ni mrembo pia. So nikasema wote wa hiyo familia ni warembo. Lakini huyo akole ni kazini yake, nikaanza kumuongelesha kidogo akaniambia. Juu yeye nilikuwa naona akivibe na rafiki yangu mwingine. Oh, hapo ulikuwa hauna chance. Si eti niliona kama hakuna chance. Yeye tu aliniambia, si wache kesho nikuletee manzi. Mimi nikamwambia okay sawa. Kama siwezi kupata leta tu mwingine kama wewe. Sasa akaleta venye alikuja na huyu, sasa nilikuwa nimekaa mbele yao. So nikiangalia nyuma naona huyu amefocus. Yes. So kwa hiyo harakati pia mahesabu kuniona vile niko na courage kidogo wakati mimi nilimapproach. Nikaanza tu kumbebea mfuko tukitoka shule. Sasa akanipatia namba siku hiyo, basi jioni alikuwa ananiita babe. Kwa ulikuwa umelegea? No. Naona mpaka hata akiongea tunasikia Si unaona? Enyewe naona unalegea kweli. Na wewe ulimuona mara ya kwanza wewe kumuona ilikuwa lini? Ilikuwa hiyo siku tukienda tuition, tulienda na kazini yangu. By then form 3 walikuwa wameunganishwa na form 4. Sasa kazini yangu alikuwa form 3. Pia sisi tulikuwa form 3. And then sasa mimi nisikuwa najua mtu. Sasa nikaenda nikakaa. And then mwalimu wa hesabu akaingia class. Mwalimu wa maths. Mwalimu wa maths akaingia class. Akapost question. Dennis enda kwa ubao akatuchambulia hesabu. Nika hapo nikasema, "Woi Mungu wangu, huyu kijana anajua math." Sasa tukienda home, mimi nasikia mtu ananiambia, "Unaenda aje?" Nikamwambia mimi naenda home. Nilikuwa focus, mimi naenda home. Akaniambia, "Leta hii bag naweza kubebea." Leo ulikuwa umechoka kuona tu acha. Nimechoka, nikampea nibebe. Nibebea tukaongea. Akaniambia tuka exchange number. Nikampea. Sasa wakakuteka. Ukavila amekuteka. Now, how did you guys mlianza aje sasa hii jani yenu ya mapenzi? Because wewe mlikuwa shule nyinyi wote. Sasa na wewe mliona aje sasa ama mliambia wazazi? Mlianza aje hii relationship? Wakati huo hiyo kwanza hiyo tuition si eti ilikuwa ni ya shule. It was sponsored by a program inaitwa Compassion. Compassion is a worldwide organization which is sponsoring and delivering children from poverty in Jesus' name. So, but I'm the one who is enrolled there since 2007. So it had offered, it has extended help to the community. So since she's part of the community, she was able to attend to the program, which was a tuition offered to Form 3 and Form 4. Even I think all high school. It was during the Corona period. Yeah. Yes. So
it is at that juncture we met, and we did not tell our parents, we just continued, tulicheza tu chini ya maji. Tukaamua tu wacha ikue. Na sasa wewe Faith, wacha nikuulize, juu kila msichana anakuanga na ile wakati tunasema he was your first love, right? Yes. And he still is. Yes. Hakuna mtu mwingine ashajaribu. Ngoja, hawezi kuwa mimi ndio. Amesema ndio. Sababu mimi aliniambia different story. Alikuwa nani mwingine alikuwa hapo kwa hiyo line? Iko vijana pale alikuwa anaitwa Daji. Nani? Aseme tu. Okay, sema lakini alikuwa mtoto wa shule, so sidhani kama kulikuwa na okay, wewe tuambie. Okay, at first nilikuwa nasumbuliwa na vijana, si ati sikuwa nasumbuliwa. Mwingine ananipata, ananikatia, anajitetea tu kama mwanaume. Yes. Like kama mwanaume. Sasa mimi sikuwa interested na mambo ya vijana. So it was like nilikuwa hata kijana akinikatia, it was like lakini vile ulimuona, vile niliona Dennis, nikaona now fast forward ukamaliza high school, tuseme hiyo mapenzi ilikuwa tu ya shule, si ndio? Sasa after high school mbona huku decide kwenda kutafuta mtu mwingine, uka settle tu ni Dennis ndio nataka na ni yeye peke yake? Okay, at first juu nili decide ni yeye tu juu alikuwa hard working, alikuwa focused. Yani hata akienda shule time tulikuwa by then tulikuwa shule after form 4 before tumalize shule alikuwa prefect by then, so alikuwa ananipigia ananiambia mimi naenda shule anaenda asubuhi, shule yao ilikuwa mbali. So alikuwa anaenda mapema, alikuwa aingie meeting ya prefect. So it was like this person is so focused, like ako hard working, ako responsible. So to you that Dennis alikuwa nesha responsibility na ukatosheka tu jaribu mtu mwingine? It was Dennis, and you can say that is the most responsible person you've ever met. And for you Dennis, let me ask you a question, because ulikuwa a bit older. It's not that you are older, you are still young but older than her. Sure. Okay, ni nini ilifanya uone like even after school ni yeye utaendelea kudate? Mimi nilikuwa na rafiki yangu anaitwa acha nisimtaje. Tuseme anaitwa X. My friend XYZ, unajijua Morio. Kwa pale Voi KMTC. Sasa tulikuwa tunajichocha. Tunasema ya kwamba kwa hii tuition mtu asitoke jioni bila mali safi. So umeenda kusoma ama mali safi? Ngoja. Sisi hiyo ndio ilikuwa yeni yetu. Sisi mambo ya kusoma hiyo ni yenu. Sisi tunajua kusoma na tunajua mali safi. Hiyo ingine. So unajua obvious ukiwa high school, those high school shenanigans. Lazima ndio boy wa high school ujisikie ni boy wa high school. Manze kuna vitu zingine lazima ukamilishe. Lazima ukuwe na dema ameweza. So sababu tulikuwa tunasema at least ukuwe na mali. So venye niliona huyu hata wewe sasa ukimuona ni mali, hata nimemwambia amebeba huyu shehena hayuko sawa. So ndo nikaamua hiyo na hiyo even after school. Hata after school nilisema tu kwa sababu haikuisha. So mimi niliona ni msichana ambaye ametulia, ananga maneno mingi, aongei sana na ni mpole sana. Hata mimi nilikuwa nimekasirika kama tuko na issue, yeye huwa haongei sana. Kwa hivyo hiyo iliniconvince kuona kwamba huyu ni mtu naweza manage, sababu nikijaribu kumwambia kitu atanisikiza. Okay, now let me digress kidogo on a little bit kitu kingine different. You guys come from a very different culture. Okay? Tunajua hiyo culture ni gani? Sema Masai culture, si ndio? How have you guys been able kufika hapa? Yet we know most of you guys ndio mfike kampo kama wewe Faye ungekuwa ushaozwa kwa mtu mwingine. How is that possible? Okay, mimi nikiwa class 8 my cousin alikuwa ashapata ball, aka drop. Mtoto wa kwanza haku manage kwenda high school. So mimi nilikuwa nimepita nikiwa class 8. So I was siku join mapema like high school, nilikaa before ni join. So mimi nilikuwa tu focus, like sikuwa nataka mambo ya vijana kabisa. So I was like nilikuwa tu natamani maisha ya campus. Juu kulikuwa na wasichana huko kwetu walikuwa na graduate, like unasikia tu hadi wewe unataka kufika campus, uone campus life ile iko. So I was like
mimi lazima nifike campus. I had that in my mind. And so I was sikuwa nataka mambo ya ati ni drop niozwe. In fact even my father knew that mimi mambo ya kuozwa mapema mimi nilimwambia hiyo siwezi. So it is a choice, you can decide. You can decide. Unaweza sema uwezi oleka mapema. Juu pia sahi tuseme kama nili drop. Hata naweza drop na bado niongelesha wazazi niseme nataka kurudi shule naweza rudi. But the moment umekaa nyumbani it is your decision. Si kama kitambo, unajua sasa hii imechange. Though people anasemanga ati Masai ati ukishazaa ni hivyo unaoza. Unaweza stand on your own ground tuseme mimi lazima nisome. Waambie mzazi mimi nishikie mtoto ama utafute, otherwise uende usome. I'm going to school. And for you Dennis, how many people have you seen, for example, wakitoka kwa culture yenu, because most ladies, I think it is right now ndio imeanza mtu ana decide kuendelea na masomo, but you had the option of saying kama sitaki mwaenda shule, wacha nitafutiwe kale kadogo somewhere nichukue huyo. Does it happen? Now what is your question? My question is why did you settle on her and not decide as your culture sometimes dictates? So nyinyi mnafikiria kwamba sasa sisi wa Masai waga tumechaguliwa? Tumechaguliwa. Me and many others. Wacha niseme ya kwamba sisi, wacha ni before I answer that question, wacha tu nimalize kitu ambayo people have a notion na si ukweli. Sisi wa Masai haimaanishi ati kwa sababu tuna preserve our culture na tuko na our culture discipline. Haimaanishi sababu we preserve our culture ati hatusomi. Ati ni kama sisi ni wanyama tunaishi huko hatufanyi vile ambavyo other communities are doing. It is not that way. First of all, kama ni kusoma, mimi nilikuwa enrolled kwa shule wakati nilijoin Compassion 2007. So nikajipata tu kwa school system na nikaendelea tu mpaka saa hii. Kwa hivyo nilisema wacha tu niende na huyo sababu unajua culture zingine zilierod. Hiyo ya kutafutiwa ilikuwa ni wazee kitambo. Although kuna wale ambao kuna wale wazee ambao ni wazee kabisa, wale wakongwe ambao ni wa zamani, wao ndio ni kama wanzilishi, yani walikuta iko bado kuna wenye wanajaribu kuchagulia, lakini me I'm coming from a family which is a bit modern, civilized and modern. So babangu hawezi shughulika kunitafutia bibi. Ati sasa wasikie uko na faith saizi wakwambia hapana na tulikuwa tumekuambilia ule hata ule mwingine ameshaenda university, huyo ndio tunataka uchukue huyo. Lakini hajui kama ni na atajui. Na if you dated, now coming to that, you've dated for 5 years. Nani hakuna mtu anajua member of the family or something? Iko my cousins, ndugu zangu. Yes, kwa sababu waliona picha. Unajua. Okay. Now sasa wewe Dennis, Faith ameshasema ni nini nafanya unapenda Faith kabisa? Faith ni mtulivu, ni mrembo. Ni mtu ambaye unaweza muambia kitu na asikie. Na ni mtu ambaye ako focus and self discipline. And if you guys were to have a family, what type of family would you want to have? Type of family. What type of family would you love to have? In a Christian way, cultural way, traditional way? A Christian family, because we are myself have been raised in a Christian family. Now Faith, if you were taken back in time, kuna vile ungetaka kupatana naye mahali pengine mahali si shule? Nani? Na Dennis. Ulifurahia tu hivyo vile mlikutana ama ungetaka mpatane mahali pengine mahali si shule? Nilifurahia. Patana na yeye shule, juu hata nilijua yenyewe nimepatana na watu focus. Juu hata ningepatana na mtu mwingine kwa kijiji, tuseme somewhere else. Kwa wa town tu hivyo. But nilipatana na yeye shule, so I was like he is focused. Now if so tuseme Dennis is in a different school right now and you're in a different school, right? So you guys are doing a long distance relationship. Something like that. How is that working for you guys? Uko campus wewe unaona watu wengine, and I believe in campus sasa ndio kuna watu sasa wenye wao sasa. How is it for you? Unajaribu kujirestrain aje to preserve this relationship?
Dennis. Sasa umeguza kidogo. Hebu niambie. Sasa mimi nilijoin Murang'a University, Murang'a University 2023 September. Wakati nilijoin tulikuwa tunaongea tu kidogo, wiki 2-3 zikapita. Yes. Lakini shetani, wacha tu niseme ni shetani. Shetani ni mbaya. Na akafanya nikaona mambo ingine. Mambo gani? Hebu sema mambo ingine ni gani? Ni mwanadada. Msichana mwingine. Tukaanza tu hata ni mmoja. Okay, wawili. Wacha teme mmoja. Ilikuwa ni mmoja, tulikuwa first year na tukamalizana tu. So you started dating that person? Lakini haikuenda mbali. So ikafika tena 1.2 tena kidogo mwingine tukaanza kusukuma. Lakini tulikuwa tunaongea na huyu, lakini ilifika mahali tukakosana wakati alijua. Alikushika? Ulishikwaje na ulipoa uko Murang'a? Pia wewe ulikuwa unafanya? Shetani wa TikTok. Yule ambaye nilikuwa naye nilipost kwa TikTok. So huyo akaona kwa TikTok, akanitumia hiyo video na nikasema nimeshikwa, lakini nikajitetea. Ukasamehewa? Na nikasamehewa. And for you, Faith, how did you feel? Ulikuwa unafanya nini ndio ukapatana naye? Ama Mungu ndiye alikuwa amepanga umshike? Nilikuwa TikTok. Before aliniambia ati ako na birthday. Ati anaitwa Maureen. Hata alikuwa you know the problem with men, let me tell you, amjuangi kudanganya, because what business do you have telling your girlfriend that you have a friend called Maureen? Ati nilimwambia aliniambia ni best yake. Mimi at first nikamwambia kama ni best. Yeye aliniuliza huyu ni nani, ndio nikamwambia. Si nilipeleka nikasema ati niko na rafiki. Akaniuliza. Niliona TikTok. Hiyo video niliangalia mara 10. Angalia ama usi ni Dennis, usi Dennis. Na kwani video yenyewe ilikuwa inakaaje? Lovely hivi. Walikuwa wamekaa, Dennis alikuwa amekaa, alafu Odem alikuwa amemshika. Kwa hivyo kumkumbatia namna mbaya. Walikuwa wanafanya hivyo. Walikuwa like alipost tu, walikuwa kanyimbo tu. Okay. Haya, mimi unajua niliangalia hiyo video mara ngapi? Mara 10. Scroll nasema usi Dennis. Nikampigia hiyo time. Nikamwambia asante. No, wacha aseme. Nikampigia simu. Nikamwambia uko na dem uko Murang'a ama? Akakana. And then nikamwambia who is Maureen? Juu hiyo dem alipost TikTok yake, like account yake. So mimi nikachukua jina yao dem na nikampigia Dennis. Nikamwambia who is Maureen? Akaniambia Maureen. Nikamwambia sema who is Maureen? Akaniambia Maureen is my friend. Your friend? Na mbona nimeona TikTok. Anajifanya hata hajaisikia TikTok kwa maisha. Akaanza kujifanya akaanza kubeat the bush. But nilikuwa nishaona hapa. Hapa imeenda. So it was like Dennis. Tukapigana tukapelekana. But eventually you can forgive. Eventually aliniambia Maureen hakuna kitu tunaendeleza na yeye, just my friend. Nikamwambia na mbona na post TikTok, tukaongea, tukasettle. Mimi nikamwambia nimekupea last ujue wale nilikuwa napenda Dennis. Hata singeachilia yeye. Ulikuwa unampenda na sasa bado unampenda? Na bado sasa nampenda. Nikasema wale siwezi achilia Dennis aende hivyo. Nikamwambia what I do, acha nimpe last warning. Labda ni mistake kama nini. Hiyo ni warning. Fair warning. And is there a part of you that felt ulikuwa betrayed? Sana. Nilikuwa nasikia
jua mimi vijana wote nimeshinda nikiwakataa, kijana tu ananikatia mimi. Yes. Nikikumbuka Dennis wangu sema na kumbe Dennis Muranga ni mchezo kweli ameendeleza. Mchezo. So ukikumbuka hivyo, imagine umekataa vijana alafu uone TikTok. Dennis na sasa hata mjafanya TikTok na yeye. Na hata hatujafanya TikTok na yeye. Dennis, what can you say for yourself? Sasa wacha niseme hata yeye amewahi fanya ndio ninafanya. Wow. Ukweli? Hebu sema. Shtuka. So what happened? Wakati tulikuwa kwa hiyo tuition ilikuwa ni tuition huko nyuma kidogo. Kulikuwa na kijana ambaye ni neighbors kwao. So walikuwa ongea sana, wana roll sana. So nikakuja kujua washaikuwa na affair. Sababu kuna siku tulikosana na huyo kijana akaniambia hakuna kitu sijui kuhusu deni yako. Sasa wewe imagine mtu sasa akuja kuambie, msichana akwambie hakuna kitu sijui hakuna kitu sijaifanya na boyfriend yako. Wewe utasikiaje? So karibu tupigane na huyo kijana na to make the matters worse nilimuuliza huyu na akamtetea huyo kijana. So una feel manze. Kwa hivyo huyo kijana alikuwa? Alikuwa sababu alimtetea. So nilifeel tu vibaya nikasema what makes you think alimtetea? Juu alikuwa ananiambia niachana na hiyo story. Alikuwa ananiambia sasa mkipigana sasa utasema ulikuwa unapigana juu nini. So nikajua tu hii ni kwisha habari. But here you guys are, I love the way mnasameheana, si ndio? Kuna kwanga lazima kwa relationship kuna hiyo kupigana, na what really defines your relationship is how you come out of that fight. And now here we are. What things do Dennis wanafanya zinakufanya ufikirie ama nilikosea ama si wangu? Kuna vitu huwa anafanya tu makosa kidogo mpaka unasema ama hii relationship inaweza acha akiwalai. This is love. Love is a beautiful thing. Dennis, kuna vitu zenye fei ufanya mpaka unasema maki. Last warning. Kama gani? Nikimwambia kuja kunitembelea anasema si leo. Si leo. Na kumaanisha anaenda kuona nani mwingine kama si. No, hakuna mtu naenda. Because ni watu wamuonani sana. Muranga is very far, so you should always visit. Tujaionana hata nikiwa Muranga, tumeanza kuongea juzi ndio tumerenew tena hii relationship. Ilikuwa imenyamaza. But you say you love him so much. Tunapendana. Unajua kitu ilinifanya ni kwanza nilikuwa nimekuwa heartbroken. Juu si nimekuambia huyo Maureen alinipigia, niliona hiyo video TikTok. Tukasamehana hivyo. And then after some months nikaona akanipigia simu yake. Akanipigia simu yake. Akaniambia sijui kuna mtu nataka uongee na yeye. Kumbe ameconnect na Maureen. Sasa na wewe kuongea na Maureen? Mimi nilimwambia by the I thought aliniambia ati ni watu, so just behave. So I thought ni watu profession ati ni mali sijui nini. Hata ningejua hata singechukua hiyo simu. Ati nataka uongee na mtu. Behave. So behave. Imagine ukiambiwa hivyo. So I was like, guys. Okay, Dennis, basi mimi nakwambia kitu yenye najua upendi kuhusu Dennis. Ni mkali, si ndio? Anakuambia behave. So wewe ukabehave aje? Si kubehave, kuchukua simu na kunyamaza. Nisikize. Nikapigiwa simu alikuwa Muranga by then. Mimi akaconnect dem nikamuuliza niambia hi Faye. Mwambia hi to. Nikasema huyu mtu ndiye akai professional like mtu unajua hata mtu anakuambia hello madam, my name is aliambia hey Faye. Bado mna date na Dennis? Bado mna date na Dennis? Si Dennis ni chali yangu. Okay, akaniambia ukabehave tu. Mimi nikamwambia akaniambia pia mimi ni dem yake na by then nampenda Dennis. So huyu akapiga akaongea kwa hiyo call akasema by the I love Maureen and quit. Mimi akanipigia akaniambia hivi. Alafu na bado mkaendelea. Sikuongea tena kwa hiyo call. Ulibehave vile uliambia. Nilisema guy. Huyu Dennis anaweza nifanyia hivi. Ni mimi mmefanyia. Ni mimi umefanyia hivi. Sasa mimi nikasema tu okay.
kama ameamua hivyo, kama ni yeye ameamua, unajua kama ni dem angeamua mimi ningemwambia, but sasa Dennis akaingililia akaniambia mimi nifanye nini, nikute anapenda Maureen. But sometimes you can understand maybe alikuwa kwa tight spots, eh? What situation were you in, Dennis? Na wakati huo changanyiko kabisa, sababu nilikuwa naona wasichana wote wawili ni warembo sana. Oh my God. So nilikuwa nataka wote. Singechagua sasa. So nilikuwa kwa mchanganyiko. And that makes me think, you see, like you people, back to the culture, you guys are allowed to be polygamous. Yes. Yes. So, but I did not have a mind to marry all of them. They come with this one from far. Yes. So I did not want to leave her. Then this is another new breed. Utachia naye. So you understood lakini them. Ni shetani yashinda. Akanipigia mimi nikakata call. Mimi nikaamua ni hata sikuongelelea by the way hiyo story. Nikasema mimi hata sitaongelelea hiyo story. Wacha yeye mwenye amenipigia apige aelezea sasa vizuri bila Maureen kuwa hapo. Nielezea akilia huyu. Akilia? Oh, usiniache. Usiniache. Mimi unakataa. Alibeg akaniambia nikamwambia sasa hizi ni gani? Tukaongea. Imagine nikamsamea tena mara ya pili. I think you love him so much. Nampenda sana. And during that time when alikuwa anakufanyia hivyo pia wewe, wacha since hatujui, kulikuwa na mtu mwingine uliwahi jaribu ukasema Dennis Aki yako na mambo mingi, hebu nijaribu? Hiyo time nilikuwa home. Mimi sikuwa nimejoin. After yeye alijoin, afu mimi nilikuwa home. Nikaambiwa nitajoin shule but ilikuwa September ama nini. And then yeye alikuwa shule. So mimi nilikuwa home, Kajiado, yeye alikuwa Murang'a. So I had like tulikuwa unaongea tu like tulikuwa tunapendana akienda shule. So nilikuwa tu sasa mbona niende kijana mwingine na niko na Dennis atabadilika. Nikasema wewe hapana, wacha tu mimi hata kama ameenda Murang'a bado nampenda. Hata kama ameenda wapi, wacha tu mimi nibaki kumpenda. Now, Dennis, at what point did you decide, okay, achane mambo ya Maureen, I focus on Faith? Ama bado hujaachana na mambo ya Maureen? Ama utaachana na mambo ya Maureen siku gani? Sasa Maureen it's okay, you will just deal with it, sindio? You will deal with it. Now that you are here with Faith, deal tu nayo. What is your future? Mnaona future yenu itakuwa aje? Fine. It is itakuwa fiti. Jue. Dennis like iko tu sawa, future yetu itakuwa sawa. But and what are you planning to do to make this relationship strong? Kama for example vile Dennis anasema wewe uendangi kumtembelea, and it is in those moments that when kumtembelea ndio hapo ndio shetani anaingililia. Yes, you should always go and visit, because I feel like a long distance relationship. Alikuwa anafaa kuwa Nairobi leo asubuhi saa 3 lakini akasema ati atakuja kesho. Yeye ndiye amechelewesha kipindi. Tunafaa kuwa tuko home saa hii. Yes, because he was here. My girlfriend is coming. Yes, he na feel anakuweka mbele sana, lakini wewe unamweka hapa kwa roho, lakini kwa matendo because if this is a young relationship, mnafaa kutembeleana sana. Ama nini unaona inafanya mtembeleane sana? Is it time, is it finances, ama nini, ama bado unasoma kwanza? Kwako wewe unaona ni nini inafanya mtembeleane sana? Naweza sema ni time. During the weekends uko na classes? No, I don't have classes, but kutoka Monday mpaka Friday na bana classes hadi 6. Yes. So weekend leo nilikuwa nimefua mpaka saa 6. Nikamwambia sijui kama nitakuja, maybe nitachelewa. Nilimwambia nitakuja, but okay, apart from today, I prefer that upange mambo yako such that hata kutoka kazi 6 unamweka mahali. Yes, unamfix tu mahali kila siku. Tulionana juzi.
Ati juzi? Si juzi. Last weekend. Na hiyo ilikuwa mara ya kwanza from 2020. 2023, No. 2024. Okay, mwamuonani sana. Hatujaona huyu hatujaonana sana. But he is your boyfriend. Yes, he is. Yes, if he is your boyfriend, then you look at those areas zenye zinaweza fanya mtu mwingine akuje aingililie. And also tenga siku yake special, hata kama ni kwa mwezi mara 3, you go and visit him. Haya, na wewe Dennis, where do you see your future with this beautiful lady over here? Where I see it being okay. It will be very far marriage. Marriage, because I am really working hard for this girl. And I know we are a potential family. You are. Yes. You guys look so good together, I can tell you. Like, you really compliment each other. Kuna zile couples zingine unapata huyu ako dunia yake, huyu ako dunia yake, but kuna those couples that just merge, hata akili zenu vile zinafikiria. The fact that she knows hata ukiwa mbali wewe ndio mpenzi wake, even if you don't talk, speaks a lot. Aya, na wewe ni nini unaweza taka Dennis abadilisha alafu maisha yenu itakuwa mzuri sana? Kitu anaweza badilisha. Sema tu. Kubadilisha, abadilishe kupunguza mabeshte madem. Apunguze hiyo kabisa. Okay. Unafeel kuna mabeshti besti. Okay. Dennis, mabesti ni wa nini in this era? Unajua sasa wote By Dennis, nakuona, si ati sikuoni. Nakuona sana. Ile kitu inakuwa mimi sahi level ile niko. I'm interacting with so many people, and it doesn't mean we have something we are sharing in common with most women in my DM. Yes. But so hiyo tu ndio aelewa, kishaelewa hivyo simu yangu hata mimi sijawahi mnyima. Yeye ndio siku nyingine alikuja akaninyima yake. Sasa nikashangaa. Skia, if there's something that your partner doesn't like, you just speak through it. Ndio bana niwaambia, you find ni nini inakwaza huyu mwingine, fix it. Na pia wewe si lazima ati fix, you can also try to understand, learn each other, understand each other. Kama ni hao mabesti, jusa Dennis tumenotice anaweza kuwa na bestie alafu kwa bestie. We can try it, not unless what I'm understanding is bado trust yake ijarudi fully, which is something, and mtu anaweza fanya makosa mara moja pia anaweza badilika once. So you need to give him the benefit of doubt, and also you give her the benefit of doubt. And for you Dennis, ni nini unaweza taka uyabadilisha alafu hii relationship itakuwa tu set? Kitu ya kwanza ile nilisema ni hawache kuniambia ati kesho siku nyingine. Hiyo kwanza sitaki katika maongezi. Kitu kingine ambayo naweza taka pia apunguze vijana wengi kwa DM zake, sababu ni wengi sana. Sasa block last weekend wote sababu mimi sitaki mchezo. Ili block wote, ilijibakisha. Wait, sasa ndio block wake basi. Ndio block. Na what if ni marafiki zake? Wale mimi niliblock ni yenye niliona vitu wanaongea yeye hapana. Siwezi sema hapa kwa kamera, lakini hapana. But inakuanga hivi, if you ukishuku mwenzako anafanya kitu, inamaanisha pia wewe unaifanya, and you're afraid that they are also doing the same thing that you are doing. Mimi hizo maneno zilikuwa kwa hizo DM. Hapana. I know why I blocked them. And do you feel you are letting hata yeye aliniambia huyu alikuwa ananikatia block. Huyu alikuwa na nika block wote. And wewe ulikuwa una entertain watu kiasi? No. By the mimi si nilikuwa namuonyesha messages namwambia angalia huyu ananikatia. Ananiambia what you just block. Nikamwambia block huyu. Lakini Dennis yeye anacheza safe wake ya block, lakini wa wengine ana block kabisa. But I love this relationship kabisa. Now, this is the part that I love the most kabisa. I want you to look at Dennis. Umwambie ni nini unapenda kumhusu kabisa and appreciate him. Unajua mkitoka hapa yeye ataenda Murang'a, wewe urudi uende mahali unafaa kuenda na utamwambia babe I love you. But right now you can just tell him something sweet. What I can say, I love you, and I'm ready to divorce. That
That is nice. Tuachi hapo. Dennis, na wewe mwambie. I want you to be the best mother, to grow up to bear me children, and I want you to be with me in hardship and in times of goodness until forever. Wow, that is so nice. I just love how you guys are playful and calm. No, na watu wengine, like whatever you guys have been through and you're still so happy, you still manage to see the good in each other. I really admire that. It's very rare. Now, this is the part where you involve my audience. Faye, I want you to look at that camera. Maybe kuna msichana ako pale nyumbani anajiuliza, ninaweza soma, ninaweza pata relationship, I can still focus on my studies, I can still go to school and not get pregnant and practice safe sex and also move forward with life as I anticipate for marriage. Can you give them a word of advice? Okay, what I can say, so to girls mostly, as many of us, our communities maybe, like Maasais, they say that many girls are not educated, but for me, I stand and say that I'll be educated. Like si ati lazima mtu aende na vile mila iko. You can just stand your ground and say you can study. And for the relationship, unaweza pia kuwa na relationship na pia usome. Si ati unaweza ati ukishika relationship unaacha masomo, but you can just unaweza balance zote. So what I can say, you guys, so just work hard. Yeah. Okay, thank you so much. And for you, Dennis, man of the house, I want you to give a piece of advice to any young man out there, a man who thinks relationship inaweza kuwa tricky at the same time trying, because I heard you say that you are really working hard right now, and some men might say, I'm working hard, siwezi manage relationships easy, so they miss out a lot in doing their relationships. Wanatafuta do alafu wanajipata wameshazeeka na hawakuwahi katiana before. What advice can you give to any young man and any young man who's out there who started a new relationship? I will wish every man of my age to come out and know that they have the potential to bring to the table what God has given them the capability to do. Relationship is not such hard na sio toxic vile vijana wengi ambao ni warika yetu wanafikiria. Mimi na manage. For example, in school, when I was in first year, I joined Amanacta, by the way, and I joined Set Books. So, and later on I opened a business. I ventured into a business. I own a barber shop and a salon in Murang'a. So sasa kama I've been nyinyi mmesikia hiyo story yangu ya relationship vile ni ngumu na bado mnaona napambana katika kutafuta do. So nini kitu kingine ngumu? Mimi sioni kama kuna kitu kingine ngumu, so ni kila kijana ajitokeze, apambane, afanye ile Mungu alimlete kwa dunia afanye, tafuta pesa, shikilia mtu wako na msonge mbele. Wow, that is so amazing. What up? Like, I can just commend you guys. I love your relationship. Yani, mimi vile niko hapa amenifundisha like consistency. Like you can stay with the same person, hata akifail, you just find something to love about them, and that is what love is to me. Love is so beautiful. Thank you very much for taking your time. I know huyu ndio tumpate alikuwa so busy, karibu akose kuja kuniona vile anakosa kuja kuona, but finally you came. Thank you so much and may God bless you. And today, my guys, I have learned from the best. These guys are so young and they're teaching us that love is so beautiful and love will forever be beautiful. Thank you so much for being with us the whole time, and make sure to like, comment, subscribe and share. Until the next time, it is me, Millicent Alivitsa. Bye.